Watanzania na wasalimu nyote, hamjambo, na karibisha tena katika chaneli hii ya Tanzania Leo, chaneli ambayo tumeitengeneza ili kukupatia uhondo na habari za utendeti kutoka taifa la Tanzania. Vile nilivyowajuza katika kanda zangu ambazo zimepita, iliwaeleza kwamba baadhi ya vyombo vya habari katika nchi ya Tanzania vimenyimwa haki ya kupeperusha matangazo yanayosema kinyume na serikali batili ya Mama Samia Suluhu, ambaye anataka kuwa dikteta au tayari amekuwa dikteta, ambaye hataki kukosolewa na mtu yeyote. Ningekuomba kwamba usubscribe katika channel hii. Iwapo unanitazama, tafadhali subscribe na ushare na marafiki wako, ili tujenge ukumbi huu, tuambiane ukweli na tuokoe taifa la Tanzania. Kuna vita vikali vinaendelea nchini Tanzania, na vita hivi ni vita vya kidini kati ya kanisa Katoliki na Waislamu. Vita hivi vimeletwa na wanasiasa, na haswa vita hivi vimetoka kwa serikali ya Mama Samia Suluhu ili kujaribu kuwapaka Wakatoliki matope kwamba wao ndio wanapinga uongozi wa Muislamu ambaye ni Mama Samia Suluhu. Taifa lolote katika ulimwengu huu, ukiona kwamba siasa imeingia katika dini ambayo inapaswa kukosoa serikali na kufunza wananchi maadili mema, ukiona inapiwa vita, nyinyi jua kwamba nchi hiyo inaelekea kuporomoka. Rais yeyote anayepigana vita na dini, ambaye ameamua kupiga vita watumishi wa Mungu, awe ni maimamu, wawe ni maaskofu wa Kikristo, wawe ni wale wa Kiislamu, wawe ni watu wowote, mtu yeyote ambaye ameanza vita na dini, hiyo nchi haitoboi. Kwa nini? Nchi inaishi kwa maombi. Waislamu wanaomba, Wakristo wanaomba. Nchi yoyote, uongozi wowote unasimama katika maombi. Ndio maana unaona kwamba wakati rais anaapishwa, aidha anapewa Quran, kama ni Muislamu anaapa kwa Quran, anasema Mwenyezi Mungu nisaidie. Kama ni Mkristo anapatiwa Biblia na anaapa, anasema, anamaliza, wakati amemaliza kiapo anasema Mwenyezi Mungu nisaidie. Unajua maana ya maneno kama hayo? Mwenyezi Mungu nisaidie. Huyu ambaye ameapa kwa Mwenyezi Mungu ndiye tena ameanza kupiga viongozi vya kidini vita. Sikiza wa Tanzania, kuna machokora wamelipwa Tanzania. Kuna watu wamelipwa ili kujifanya Wakatoliki, wamelipwa na serikali ya Mama Samia Suluhu pesa za Watanzania za ushuru, wamelipwa na wameambiwa nendeni mukajifanye nyinyi ni Wakristo wa Kikatoliki, muitishe vyombo vya habari, mtoe taarifa za uongo mukisema kwamba sisi Wakatoliki hatukubaliani na maneno ya mapadri wengine wanaosema kinyume na serikali ya Mama Samia Suluhu. Kuna press conference ilifanywa juzi, na kuna mrembo fulani ambaye alikuwa ni spokesperson aliitisha press conference. Alipoitisha press conference akasema kwamba eti anaweka petition, anaweka ombi lake kwa Pope, eti kwamba Wakatoliki Tanzania, haswa mapadri,
wameanza kubehave vibaya vile alikuwa anasema. Lakini huyu amelipwa na nani? Huyu amelipwa na Mama Samia Suluhu ili kupaka dini ya Kikatoliki matope. Na kwa nini anafanya hivi? Dini ya Kikatoliki ina misingi. Niliona watu wengi wakiniuliza katika kanda niliweka ya mwisho, kulingana na sensa iliyoko, unaweza enda hata Google, kulingana na sensa iliyoko katika vitabu, sio siri, ni mambo yaliyopo, unaweza fanya utafiti wako wewe mwenyewe. Tanzania 63% inajitambulisha kama Wakristo, ni sensa iliyoko kwa vitabu, kwa mitandao na popote. Enda hata kwa maktaba yenu. Wale wanaojitambua kama Wakristo Tanzania ni 63%. Asilimia iliyosalia katika usajili wa rekodi za kiserikali, 63% ni Wakristo kulingana na rekodi za kiserikali. Na wale wanaojitambua kama Waislamu ni karibu 30% na kitu, na wengine ni wale ambao hawana dini. Yaani kulingana na rekodi za kiserikali, wanapojiandikisha register, wanasema kwamba wao hawahusiki na dini yoyote. Kwa hivyo wapo. So wale mnauliza hiyo sensa yako umetoa wapi? Nimeitoa kwa serikali ya Tanzania, ipo hiyo sensa. Kwa sababu 63% ni Wakristo, na Mama Samia Suluhu anafikiria kwamba Wakristo wanapinga uongozi wake kama Muislamu, na haswa Daktari Nchimbi yeye ni Mkristo na anatoka dini ya Kikatoliki. Mama Samia Suluhu ni rais, anatoka dini ya Kiislamu. Kwa sababu kupigana kwa moja, unajua kila mtu anaamini dini yake, awe ni Muislamu, awe ni Muhindi, awe ni wapi, kila mtu ana imani kwa dini yake. Na ujue hivi, kama kuna misingi thabiti ambayo mwanadamu anakuwa nayo, ni misingi ya kidini. Binadamu anakuwa na misingi thabiti ya kidini. Hakuna chochote kinaweza mtoa kwa misingi ya kidini wale ambao wanaamini. Kama ni Mkristo, hawezi ukamnyanyua kwa misingi ya kidini. Kama ni Muislamu, huwezi ukamnyanyua kwa misingi ya Kiislamu. Kama ni Muhindi, huwezi mnyanyua kwa misingi ya Kihindi na dini zingine. Kwa hivyo, wakati wanasiasa wanatumia dini kupigana, inaleta mgawanyiko mkubwa zaidi, kwa sababu dini ina imani nzito na ina imani kubwa kwa maisha ya binadamu. Kwa hivyo, mwanasiasa anapoleta vita akijificha nyuma ya dini, sana sana vinapata mwanga, kwa sababu anataka Wakristo waone kwamba wanapigwa na Waislamu, na anataka Waislamu waone kwamba wanapigwa na Wakristo. Nina jambo kwa Watanzania. Wale wamama walikuwa wanapiga nduru wakisema kwamba wao ni Wakatoliki, wakaitisha press conference. Jamani, ignore those busybodies. Wachana na kwanza, nyimbo walikuwa wanaimba si hata za Kikatoliki. Wakatoliki wana njia yao ya kuimba, Wakatoliki wana njia yao ya kuzungumza. Vile niliona nyimbo walikuwa wakiimba kwa hiyo press conference, hata zikuwa nyimbo za Kikatoliki. Kwa hivyo musikubali wa Tanzania, jamani, na waomba musikubali kugawanywa kwa misingi ya kidini. Mukikubali kugawanywa kwa misingi ya kidini, hamtatoboa. Mungu awabariki.